hata watu wachukia Marion. Saa hii Marion anisumbui na rent, although unampatia chakula kidogo kidogo. Saa hii alipata kampuni ambayo ilikuja ikaniomba wamuandike kazi katika ofisi yangu ambaye ni ya betting company. So betting company imeandika Marion na ipei kazi na analipwa mshahara mzuri, sio 10,000 ama 20 ama 30, good salary. So Marion kanisani mnamkataa hapa na amepata kazi. Mnaona Marion saa hii akiwa kwa TikTok akitoa nguo, mnamuona si yako kazi. So vitu vingine mtu anafanyaga si kutaka kwake, ni kukosa kazi. Lakini sasa akiwa kazi, Marion ako sawa. Na kwa hii platform tuliapa ya kwamba tutapigia watu makofi hadi siku ya kwetu ifike. Yaani Pastor Kanyari, umejaribu sana. Hakuna mtu huwa anajaribu, hakuna mtu amejaribu kuvusha watu pia kama Pastor Kanyari. Yaani Marion, mimi huwa ninamtetea hapa kila siku. Huyu msichana ako na nyota. Kwanza ukitaka kujua mtu ana nyota tena nzuri sana, angalia zile shida zinampata. Jamani, tazama zile aibu anazopitia. Ndio zingine zinaweza kuwa ni za kujitakia, lakini zingine zinakupata tu. Kuna aibu zingine zinakupata tu kwa sababu una nyota. Kwa sababu hauzitafuti. Unafanya tu ama unaishi tu kama mtu wa kawaida, lakini shida zinakutafuta kwa sababu una nyota. Nyota huwa ina attract shida, nyota huwa ina attract kupigwa, nyota huwa ina attract mateso fulani. Kwa sababu lazima Mungu akutengeneze ili uwe tayari kupokea ule muujiza wa kwako. Ama nyota yako iking'aa, tayari uwe umetengenezwa. Hasa ndio maana ya nyota. Mimi huwa ninawaambia Marion na Ipei ako na nyota. Jamani, ukitaka kujua mtu ana nyota, ona tu vile vitu anapitia. Haiwezekani ikatokea siku moja eti mtu akalikisha video ya kwako ikatamba dunia nzima. Yaani kila mtu akakujua tena kwa ubaya. Haiwezekani. Ndio umekuwa celebrity kwa njia ambayo si sahihi ama ni njia ya aibu. Lakini ipo sababu. Yaani Mungu, kabla Mungu akuletee utukufu, lazima aruhusu aibu kakupate. Mungu hawezi kuchagua bure. Lazima utukanwe, lazima akuache udhalilishwe kidogo, lazima akuache. Yaani lazima Mungu akufinyange. Yale mateso yako pale kukufinyanga. Haijalishi umeokoka, haijalishi hujaokoka, mimi ninachojua kwamba Mungu akisha kuchagua, be ready to face it. Whether you know him, whether you don't know him, yeye ashakujua, ashakupima na ashajua ulichobeba. Kuna kitu ameweka ndani yako. Mimi nikimtazama Marion naona nyota. Naona nyota, tena nyota kubwa. Ndio maana yule msichana anapigwa. Juzi washirika wake Pastor Kanyari hawakuwa wanamtaka pale kanisani, walimfukuza pale kanisani. Kisa na maana eti binti amekataa kuokoka. Sasa binti amekuwa malebo. Maleba amekataa kuokoka. Tabia za malebo zimewazidi pale kanisani. Sasa washirika walikuwa wanadai kwamba malebo anawaharibia jina. Hivi malebo anawaletea taswira ama picha mbaya ya kanisa. Alafu baba mtumishi anaenda kuvie for MP Kasarani, Member of Parliament Kasarani. Sasa pia inamharibia jina. Kuna venye anaharibu jina. Alafu Marion ni mtu atatoka kanisani, kesho tumuone kwenye club pia. Lakini mimi huwa ninauliza, unajua Marion ni mtoto. Kwa miaka ya Marion ni mtoto kama mimi. Yaani tuko yani kidogo tu. Hapo tuko hiyo age moja. Na kama amenishinda kwa miaka 1 au 2. Ama hata 3.
lakini ako 20s hapo hivyo. Ni Gen Z kama mimi. So mi huwa ninashangaa, kwa nini mnaharakisha Gen Z? Eti mnataka Gen Z, mna force Gen Z aokoke. Gen Z wewe kula raha yako pale nje. Gen Z enda vacations. Gen Z hata mtu mwenye anakunywa vileo ama labda analewa, wewe ni Gen Z. Mimi sina shughuli na wewe. Ukishaambiwa okoka na hutaki kuokoka, na kuokoka hakujatoka ndani yako. Unajua kuokoka ni uamuzi, na si uamuzi wa siku moja. Sasa kama ulikuwa umezoea kukaa kwenye klabu, utafikaje siku moja uokoke kama hujahubiriwa na kama neno lenyewe halijakubadilisha? Mungu lazima kutengeneze moyo wako ndio ubadilike kabisa. So mimi sioni shida ya Marion. Marion ni Gen Z, ana try kuexplore. Japo anafanya makosa, ni Gen Z tu. Gen Z tunafanya makosa. Na katika kufanya makosa, tunajipata sasa. Japo sometimes huwa tunafanya makosa makubwa, lakini mimi huwa ninaamini katika hayo makosa ndio sasa tunajipata. Yaani ni kama tunajitafuta hivi. Sasa Marion ako sawa. Gen Z hata ufanye nini, mimi uko sawa. Bora wewe hauibi, haufanyi uhalifu. Kama ni kuenda kwenye klabu, kama ni kufanya nini, Gen Z mimi siwezi kuharakisha. Kama hauja experience ugumu, ama kama shida haija kupata vizuri uende kwa Yesu, hakuna kitu kitakuharakisha ama kitakuhamasisha uende kwa Yesu. So mimi nasema wacha watu waenjoy. Mwisho wa siku tu watakuja upande mwingine, na wala tusifosi watu. Sasa kama wewe umeokoka kwa miaka midogo, wacha kusumbua wengine ambao hawajaokoka. Kama umehubiri na mtu hataki kuokoka, usimlazimishe. Shida yetu, tunajiona watu wa kanisa, tunajiona watu wazuri, Holy Ghost fire. Sasa Yesu akikuja kesho, nyinyi ndio mtaenda mbinguni wa kwanza. Kila mtu. In fact, hao unaowanyoshia kidole kina Marion, utaenda mbinguni upata wao ndio praise and worship team leader pale mbinguni. Yule unasema, mbona yule kijana anakaa kwenye bar masaa mengi? Nakwambia, yule sasa ndio utampata kwenye praise and worship team ya pale mbinguni. Endelea kunyoshea watu vidole kabisa. Jambo lingine, Marion amepata kazi. Wale maadui wa Marion sasa kujeni hapa tusherehekee. Wale mnapenda kumnyoshea vidole. Eti wewe ni malebo, sijui nini. Sasa msichana wetu amepata kazi. Niliwaambia ni nyota. Habari za nyota, kama nyinyi hamtaki kusoma habari za nyota, mtazidi kunyoshea watu vidole, na hao mnaowanyoshea vidole watazidi kubarikiwa tu, kwa sababu hamtaki kukubali habari za nyota. Eti Marion anapenda klabu, huyu anaharibia Pastor Kanyari jina, huyu msichana ni sijui niseme hiyo jina ingine. Yaani mmemtusi, mmemtukana, mmemdhalilisha, lakini hivyo mlivyomdhalilisha, niamini mimi, ana nyota. Sasa angalia nyota yake penye imemweka. Yaani ukiwa na nyota, ile nyota ndio itakutengenezea njia. Hiyo ndio itakuplace, inakwambia nenda pale, kwanza hata inakupeleka huko. Wewe hata unaweza kuwa usiwe na ufahamu. Unaenda mahali unapigwa vita, unashangaa, mbona ninapigwa? Sasa wale wanafikiria wanakuharibia, unaenda huo upande mwingine, kumbe hapo penye unaenda, sasa utapatana na muujiza wa kwako. Hivyo ndivyo nyota inavyofanya kazi. Yaani mimi ninasemanga, heri uwe na nyota, heri uwe na kibali. Ukiwa hata na grace ya Mungu, ukiwa na neema ya Mungu, yaani hata upigwe vita mara ngapi, utapata tu muujiza wa kwako. Yaani vile vita vinakusogeza kwenye muujiza wako. Wale maadui wanakusogeza kwenye muujiza wako. Mungu anangoja kwanza haribu jina.
ninakupa muda haribu jina, lakini nikisha jibu haki ya Mungu utajua mimi ni Mungu wa wote. Mnaona venye Mungu alimjibu Wema Sepetu. Wema Sepetu tutakuongelea huu mwaka mzima. Sasa hivyo ndivyo Mungu anangoja. Aibu zote zinakupata, dharau zote zinakupata, watu wanasema wewe ni mbaya, wanakupea majina bandia tena mabaya. Ile siku Mungu anasema sasa tosha, ni wakati wa kujidhihirisha. Na akishuka, Mungu anashuka na utukufu. Unapatiwa kazi ambayo unalipwa pesa vizuri sana. Tena inakuanga ni times 2 ama 3 zile zenye ulikuwa unapata. Ile aibu inaondoka. Labda Mungu anakubariki na mtoto, unakuwa kama wamama wengine, tena wakwako una spark. Mtoto wakwako anaongelewa dunia nzima. Yaani ni kama yule mtoto wa Hana kwenye Bible. Sisi hatuwajui watoto wa Penina, lakini tunamjua Samuel was a prophet. Samuel was a prophet. At least tunamjua. Hatujui watoto wa Penina, tunajua tu mtoto wa Hana, na Hana alikejeliwa. Jamani, yani nina mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo acha nikomee hapa. Marion, congratulations, na Mungu akutunze, na sisi tunaendelea kukuombea. Mungu atakubadilisha tu. Kwani watu ndio wanakubadilisha? Mungu atakubadilisha, na wala haujapotea, uko sawa. Mungu atakubadilisha yeye mwenyewe. Wewe mshikilie Mungu tu. Hata kama ni ile kidogo kidogo, atakubadilisha. Yaani Mungu anajua jinsi atakubadilisha. Sawa? Dondosha komenti yako kwenye comment section na tukutane baadaye.